Mimi ni nuru ya ulimwengu, nuru ya familia yangu. Nilitoka kwa baba, narudi kwa baba. Baba ni utakatifu. Narudi kwa baba, ndani yake nakaa naye ndani yangu. Mimi ni mtakatifu. Nimepona, nimeokolewa, nimekombolewa. Familia yangu itanifuata katika nuru. Mimi ni nuru. Nuru yangu iwaponye, iwaokoe na kuwakomboa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji David Joya, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na leo ni siku ingine tena yenye Mungu ametuwezesha na ametuleta hapa pamoja ili tulisikie neno lake. Naye ni yeye anaongea na wewe kupitia kwangu. Nami ni kama chombo ama tarumbeta. Ni yeye atanipuliza ili nitoe sauti yenye anataka niitoe. Nami nimejipeana kwake sababu mimi ni wake. Yeye ndiye aliniumba na aliniumba kwa kusudi, akiwa anataka kufanya kazi nami siwezi kataa mwenye aliniumba afanye kazi yenye ilifanya aniumbe. Nami nikakubali mwito na nikakubali kumfanyia kazi katika hii dunia ile miaka yote yenye nimebakiza. Na leo mahubiri yetu ya siku ya leo, mandhari yetu ni vita ni za Bwana, mbona uogope? Vita zote zenye unapitia, mwenye kukupigania ni Mungu. Mbona uogope? Na yeye ndiye mwenye nguvu zote. Tutasoma katika Samueli wa kwanza 17:41 mpaka 49. Samueli wa kwanza 17:41 mpaka 49. Nami nitasoma. Wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko, ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko na Azeka, katika Efesi Damimu. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika Dera-Ela, nao wakapaga vita juu ya hao Wafilisti. Nasi tutakuwa, hiyo nimesoma mstari wa kwanza na wa pili, Samueli wa kwanza 17. Lakini mahubiri yetu ya siku ya leo yanatoka katika Samueli wa kwanza 17:41 mpaka 49. Nimesoma hapo kwa mwanzo ndio ujue tunaongea kuhusu nini, lakini ukipata nafasi unaweza soma hiyo Samueli wa kwanza mlango wa 17 wote. Twende katika 41 ili tusikie vile naye Bwana anataka tusikie, ama vile anataka kuongea nasi. Samueli wa kwanza 17:41 inasema hivi: huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamuona Daudi, akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa vibo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni Wafilisti wenye walikuwa ni maadui wa wana wa Israeli kwa miaka mingi. Nao Mungu alikuwa anawaachilia kwa Israeli wakati wa Israeli wamemgeukia Mungu ama wametenda mambo mabaya. Nao walikuwa wanawatadika wa Israeli ama kuwadhulumu, wakati Mungu anataka kuwaadhibu wana wa Israeli. Nao ikawa ni wakati walikuwa wameenda vitani, nao Wafilisti wakawa wako na mtu mmoja mwenye alikuwa kweli na mwili mkubwa, naye alikuwa anaitwa Goliathi. Naye akawa akiwakejeli kila wakati. Biblia inasema alikuwa anasimama, walikuwa wamekaa kwa bonde, wa Israeli wakiwa ng'ambo hii, nao Wafilisti wako ng'ambo ile. Alikuwa anatoa sauti, anasema mmoja wao akuje apigane naye akimshinda watakubali kuwa watumwa wao. Nao wana wa Israeli kweli wakaogopa zaidi,
kwa kuwa hawakuwa wanamwamini yule Mungu mwenye huwa wanamtumikia ako na nguvu na uweza hata wakuwawezesha kushinda yule Mfilisti. Nao wakaulizana kati yao nani ataenda kwa yule Mfilisti, lakini kwa vile alikuwa mwenye nguvu wakamuogopa zaidi. Lakini Mungu akamtumia kijana mmoja mwenye kwa jina alikuwa anaitwa Daudi. Yeye hata hakuwa mwanajeshi na hakuwa kwenye vita, bali alikuwa mtu tu wa kawaida mwenye alikuwa anachunga kondoo wa baba zake. Naye alipotembea huko kupelekea madugu zake chakula wenye walikuwa kwenye vita, akasikia tu vile yule Mfilisti anasema, naye akiwa na imani ya kuamini na kujua kweli kunaye Mungu mwenye huwa wanamtumikia, naye ni Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu. Akajua hao Wafilisti wenye huabudu miungu ingine ya kuchongwa hata na bao hawawezi kuwa na nguvu kuliko Mungu wetu. Naye akawa na ujasiri na akamwambia mfalme Sauli ataenda kupigana na yule Mfilisti. Ingawa yeye alikuwa kijana, hakuwa kijana wa vita, kwa hivyo hakuwa kwenye jezi la kupigana na Wafilisti ama hajawahi kupigana vita ingine. Akajua Mungu ninayeamini, hata kama sina experience ya vita, atanifanya kuwa hodari na mshindi, sababu nikimtumania hakuna wakunishida. Na wewe siku ya leo, ni wewe naongeleza siku ya leo, wewe ndiye Mwisraeli wa siku ya leo. Wacha kuogopa hao maadui wako wenye wameng'ang'ana na kujaribu kukumaliza. Mimi mmoja nimekaa kwa vita miaka 2 na miezi 6. Kabila lingine liko hapo linamsanga bila. Shetani aliwaingia. Unajua Shetani hutumia mawakala wake. Shetani akitaka kufanya kazi kwa hii dunia, kwa wakati huo bado walikuwa wanatumia Wafilisti kuangamiza Waisraeli. Waabudu sanamu wanasimamia ufalme wa giza, nao Waisraeli walikuwa wanamwabudu Mungu wa kweli. Leo hii wale wanaenda kwa ushirikina na uganga na uchawi, hao ndio mawakala wa Shetani. Na sisi wenye tunasemanga Yesu ni Bwana, nasi tumesimamia ufalme wa Mungu. Vita ya ufalme wa Mungu na wa Shetani haijawahi isha, itaisha wakati Yesu atarudi. Na kwa hivyo tunakuwa kwenye vita vile Waisraeli walikuwa kwenye vita na Wafilisti kwa wakati wote ule. Naye Shetani ameingia kabila la mawakala wake, sio wote, sababu kuna wengine najua wahubiri hata tusahubiri nao wa hiyo kabila yenye inausaga miraa, unaijua. Nao wameugana, hujawahi uganiwa na watu kabila mzima, shopping center mzima, wewe ndiye wanataka kuua kwa uchawi, kwa sababu wako na pesa na wako connected kila mahali. Hakuna mahali miraa haiusagwi, nadhani Kenya hii yote. Kwa hivyo kila mahali wakitaka wewe watakuwa na mtu wake huko, kwa sababu wanatumiaga nguvu za giza. Wakadhani mimi ndiye mwepesi kumaliza. Vile naye huyu Mfilisti anaona Daudi anamudharau, akimuangalia kwa macho ya mwili. Kuna watu hukudharau wakikuangalia kwa macho ya mwili. Wao wananidharau wakiniangalia kwa macho ya mwili sababu sina pesa zile wako nazo. Wengine hata wako na magari, na kuambia siwidwi na watu wachache. Kwa hivyo kwao kutumia pesa, hata watumie 10,000 kwa siku kunilinda, na sio mtu mmoja, ni watu wengi wanachanga. Hiyo kwao sio kitu. Lakini je, wataniweza? Mimi ndiye Daudi wa siku ya leo, hata naitwa David by the way. Hawa Wafilisti na huyu Goliathi wao, najua Wafilisti wote walikuwa wameweka tumaini lao kwa Goliathi. Naye Daudi akakuja, hakuweka tumaini lake kwa mtu, hata hakuweka kwa mfalme Sauli, hata hakuweka tumaini lake kwa majeshi ya Israeli. Na ndio maana akaenda akiwa peke yake, aliweka tumaini lake kwa Mungu. Ndio maana nawe nakwambia, bona uogope na vita ni sio zako, ni za Mungu. Na mimi mwenyewe nimeweka tumaini langu kwa Mungu, na siwezi watoroka. Na wajua wote, na najua vile wao hawakuwa wanafikiria kuna kitu najua. Ndio maana hata wakati nilianza kuandika huko kwa mitandao, sijaandika kwa hiyo muda wote. Nikaona hata mahali wachawi walikuwa wanakutana, siku hizi hawakuji. Nikajua kumbe mnasoma, na ni vizuri wakati mwingine unatangaza maadui wako ili wajue unawajua.
Hiyo miaka yote walikuwa wanadhani ni kitu wanafanya ya siri, lakini waelezwe leo na wajue nilijua tu Januari 2024. Najua ni wao wananuida, lakini wao wanafikiria sijui. Jobabu wengine hata wananiletea kazi. Mtu anakuongeleza mzuri, lakini ndani yake anapaga vile utakufa. Hivyo ndivyo wakala wa Shetani na wachawi huoperate. Wanajifanyaga marafiki, lakini mimi nasemaga wao ni makawadi, waoga. Ndio maana wanatakaga akuide na usimjue. Sababu mtu sujaa anakufezi wewe direct. Kuna usikuje nayo hapo na hapo uniambie hii kura. Kilazima, lazima ujiviche. Lazima utafute ile hoteli naenda ndio uende ulipane huko niwekewe kama zijui. Waoga nyinyi. Hata muende ile iko chini ya bahari. Mimi hamuniwezi. Kwa miaka hiyo yote 2 na miezi 6. Hiyo ni miezi 30 months. Bado mnazunguka. Na mnazunguka kila siku. Hata leo mmezunguka, hata leo mlikuwa mmetuma kijana wa Burundi pale chini na kahawa. Roho Mtakatifu wako kazi. Ni mnafikiria leo yule mnawekaga huko ng'ambo na kagari ya mayai hamujamuweka leo. Kifikiria yule Mungu na abudu ni Mungu wa kweli. Ndiye aliumba hizi zote, hata nyinyi mtakufa na dhambi zenu mkiona hizo pesa zenu za takataka. Tamuna tabu. Sasa mnaonaga juu mko na tugari na tupesa kidogo. Hebu jiulize uko na miaka gapi ile umeishi na umebakiza gapi. Ujue huna akili. Takufa uende wapi? Mimi hata nikikufa na hamuwezi niua. Hiyo uchawi yenu haiwezi niua, labda mnipige risasi ama guruneti ama bomu. Mimi nitaenda kwa Baba juu nimeokoka na niko tayari. Nyinyi na hizo takataka zenu za pesa hazina maana. Mtaenda wapi? Naye Daudi akawa na ujasiri akijua yule anayemtegemea ni Mungu. Naye Mfilisti akawa na ujasiri akifikiria nguvu yake ndio itamwezesha kushinda. Na ndio ukaona hapa mstari wa 41 Biblia inatuambia hivi, huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Unaona Mfilisti hata akona mtu wa mkono wa kumbebea zana za vita. Lakini Daudi ni kijana mdogo, yeye akona nguvu. Alikuwa anaona nguvu zake. Vile kabila ya kuuza miraa inaona pesa yao, ati hiyo ndio wataniangamiza nayo. Wao wanaona pesa. Mfilisti naye alikuwa anaona nguvu na mtu mwenye amembebea ngao akiwa amemtangulia. Sasa unaona vile wanatembeaga mabauza. Anaangalia kijana Daudi. Biblia kulingana na wale wanafadhaga utafiti alikuwa na miaka kama 15. Kijana wa miaka 15 ni mdogo sana. Naye akamwangalia akamdharau. Mstari wa 44 Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli ulio watukana. Naye yule anayepigana naye ni mtu anajua ni nani mwenye nguvu na ni mwenye nguvu zote. Nguvu sio pesa, nguvu sio connection. Naona hao watu wanaonaka wataniua sababu ati wako connection na wako wengi. Kabila ya watu wengi na wako na pesa. Kwa hivyo wakitaka kulipa mtu sio wa kabila yao, mtu sio wa kabila yao wanamlipa. Amwambia sikai. Sasa unaona sasa walikuwa wameweka mburudi na kahawa. Kahawa ako na thamos 3. Wewe ukiitiza wewe wa kawaida kuna ile thamos utawekewa na saa ile nakuja sasa ndiye anajifanya ako busy mbele yangu sasa. Najua wanafikiriaga na wajuaga siku hizi hata hawataka kuniangalia. Wakituma mtu hata yule walikuwa wameweka kisuguu mahali ndiye aone kama lazima waweke mtu waone kama umeuziwa ndio pesa isitoke bure. Naye alikuwa amekaa mahali hivi na simu. Sio simu anapiga lakini macho iko pale. Roho wa Mungu anakuwa kazi.
Sasa hata yeye anafikiria sijamjua. Kisugu naye amelipwa. Pesa mtatumia hamujatumia. Mimi nisema muitumie, ikifika milioni mniambie imefika. Sababu mimi sio mtu wa kumalizwa na uchawi. Labda Yesu hakukufa na kufufuka. Nami nitasema kama Daudi, vita ni za Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli. Munaya mudharau. Ndio mnaona mko na pesa, mimi sina pesa kama yenu, lakini mimi ni tajiri kumzida. Tajiri yangu hamwezi iona na macho. Ni ya kiroho, na ndio nimesidi watu zaidi ya 200 wamesidwa na mimi. Nimekula hizo takataka zenu sio mara moja, hata sio mara 30. Na ni mimi huyu tubu hata haijawahi kuwa hata na shida. Mnamuitaga takataka kabila ya kuuza miraa. Najua mnanitazama. Hamuna hata adabu. Mtu wote anatumiaga ushirikina na uchawi, hana akili. Anaga akili huna. Na hiyo kazi inafanyagwa na wale watu wajinga zaidi kupidukia. Lakini mnaona nyinyi ndio werevu. Ati mko na miungu yenu. Hiyo ni miungu ya Bali. Mimi niko na Mungu wa ukweli. Na hamnaga adabu hata huku nakuja ati kuhubiri injili. Na mnajua nakuja kuhubiri, mnatuma watu nakuja waniroge. Wali mnafikiria huyu Mungu naongea kumuhusu. Yeye hawezi leader mtu yule anamtumikia. Ama mmeona huku nimekuja kufanya biashara. Hakuna mtu ananipea sadaka. Ile data nimeweka ni pesa yangu. Mkafikiria huyo Mungu hana nguvu ya kunilida, ndio mtumange watu huku kwa msitu. Mpaka wengine ndio waniimbie. Hamuna akili kabila ya kuuza miraa. Na mwenye ataona hii kilipu awasambazie. Naye Daudi akasema vita ni za Mungu. Naye Mfilisti akaona vita ni ya nguvu. Nataka tuone ni nani atashinda. Mfilisti vile akona zana mingi za vita, paka amekuwa na mtu wa kumbebea. Daudi naye ni mdogo, hata hana nguo za vita. Hata hajawahi kuwa kwenye vita. Hata hajawahi pigana vita ingine. Mfilisti naye amezeekea kwa vita. Sababu vita unayepigana ukiwa ndani ya Mungu haitakagi experience na haitakagi muda ati ule umeifanya. Lakini ukimtegemea Mungu, hata kama hujawahi pigana tena, utashinda. Na wewe mtu wa Mungu mwenye unaogopa. Nasikiaga hata mhubiri akihubiria watu ati unarogwa. Narogwa. Mimi sihubiri injili kama hiyo. Mimi naamini mtu mwenye ameokoka hawezi rogwa. Mimi ni shahidi. Nimejaribiwa. Sio uchawi ya kuwekewa mahali. Hiyo waliweka wakaona ni kazi bure, sasa wakaona ni ya kukula. Na nimekula. Mungu anaruhusu nikule. Waone nimekula. Wanigojee siku hii ingine hata waitane wanawekaga viti pale mbele yangu. Waangalie mtu mwenye atakufa kesho vile anakaa. Akili yao ikifikiria. Wanagojea wanaona mwezi imeisha. Na wao wameambiwa na wachawi wao hata maliza siku 3. Hiyo ni maono yenu. Ya Mungu ni nikaya hii dunia mpaka nizeeke, nitoke huku nikiwa nimezeeka zaidi. Nyinyi ndio hamjui hivyo. Naye Mungu mwenye natumikia ni mwenye nguvu. Kama yule Daudi alikuwa anamtumikia. Naye Mfilisti naye akiwa anajigamba. Tunaona mstari wa 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliyewatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nami leo nawaambia kabila la kuuza miraa, nyinyi ni mimi mmeniwida miaka 2 na miezi 6. Nilikuwa nimenyamaza tu hivyo. Leo hii ni nyinyi natangazia. Aidha mubadilike ama wengine wenu waingie kaburini. Natangaza hivyo mkiona na macho. Najua huwa mnanifuatilia. Wengine wenu waingie kaburini. Aidha mubadilike ndio mjue kunaye Mungu mwenye natumikia. Siji mmeniwida miaka 2 na miezi 6. Na mimi namtangazia, haijalishi mko na pesa ngapi.
Haijalishi mko na connection na muna gani, pesa mko nayo, najua mko nayo. Hiyo ndio inaonaga inamwambiaga ati mkitaka kitu ya mtu, mkitaka mahali nafanyia kazi, juu nyinyi ndio mnavaa, mimi sivai. Sasa hata sio muulize mtu kama atawauzia, ni kuroga. Labda mumeroga wengi, mlijaribu mbaya na hii hamtoboi. Mkitoboa labda iwe Yesu hakufufuka. Hiyo namtangazia mchana peupe. Na msipobadilika, kuna wengine wenu wataikia kaburini. Sisi hatujaubwa tulaani, lakini vile mumenisumbua kwa muda mrefu, imekuwa paka harassment. Ati hakuna mahali nitaenda kama hakuna mtu anajua niko wapi. Mpaka nikitoka hapa niende Utawala niingie kwa hoteli, mnajua nimeingia, sababu simu mnapigania. Kuna mtu mmetuma hapo, hata pale napumzikaga jioni nikitoka, kuna mtu wako hapo nje ananigojea. Hii haiendi tena. Hii ni yenu siku ya leo. Labda niwe sio Mungu aliniita, na niwe labda sijaokoka. Haiendi tena. The senior financier, unajua kuna yule sasa anakuaga na pesa mingi. The senior financier na yule purana mkuu, na watangazia leo either mubadilike ama muingie kwa mchanga. Mungu hajui pesa zenu, hajui utajiri wenu. I declare that today in the mighty name of Jesus Christ, the one whom I serve. Mumeenda sana. Ati hakuna mahali naweza enda nikule kitu na amani, sababu lazima mkuje hapo mlipane ndio niwekewe takataka. Taziwezi enda kwa buchari nikule kanyama kama wale watu wengine, sababu yenu nyinyi. Kama niko na deni yenu nitamlipa, lakini kama sina, I declare in the name of Jesus Christ, kuna wengine wenu wataingia kaburini. Acha hivyo, mnajifanya mko na pesa sana. Kila siku 30 month times 30 days. Hizo ni siku gapi? Kila mtu anakuida asubuhi na mchana. Nikiingia gari hapa niende town huko mumetumana. Nikitoka hapo niingie Utawala, paka kuna mtu mlikuwa mmelipa wa gari za Super Metro makaga wa hapo chini. Ndio nikiingia gari hapo anawapigia simu wale wako Utawala, anakuja sasa nigojewe. Nyinyi kabila ya kuuza miraa, I declare to you today, hamutaniwida tena. Hii itakuwa ya mwisho. Ndio mko na pesa, lakini hamutanikosesa amani tena. Mmenikosesa amani kwa miaka 2 na miezi 6. Kila siku hamutanikosesa amani tena. Naye Daudi vile anatangaza, mtajua vita ni ya Mungu wa majeshi ya Israeli. Munaye dharau. Najua mnanidharau kwa kuniona hivyo, lakini mimi ni mtumizi wa Mungu mwenye ameitwa na Mungu mwenyewe. Hii mnaona pesa yenu na utajiri wenu na connection yenu, ati juu ukienda kwa hoteli hata utalipa watu wote huko, umewalipa. Ndio nikienda hapo niwekewe takataka hizo zenu. Nazitaka takataka, bora nakulaga na bado niko na nyinyi. Mkikula mtakufa. Hata wakati huu hamujajua ni nani aliye na nguvu, ama mnaambiwa sijawekewa. Mfikirie sana. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikibiria jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Nataka uone mstari wa 47 tutasoma, nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwenu. Leo ni mimi Daudi wa siku ya leo na Wafilisti wako, sababu mimi nimekuambia niko kwenye vita kwa miaka 2 na miezi 6, nikiwindwa na watu wa kabila fulani, wakiwa wameugana wote ati wanimalize. Na sio mali yao niko nayo, na hakuna kitu chao niko nacho, hata deni sina. Lakini
wameapa ati watapumzika nikikufa. Na mimi nawaambia siku ya leo, msipobadilika, hiyo uganga yenu haitawazuia kuingia kwa kaburi, na mkiingia jehanamu direct na hizo pesa zenu za takataka. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kobeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamuingilia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. Hivyo Daudi akamshika yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamuua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga bio, akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta arani mwake, akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia. Nataka uone vile Mungu hupigana vita zake. Daudi alitumia tu jiwe moja, naye akaliruza likiwa limewekwa nguvu na Mungu, likamgonga yule Mfilisti kwenye paji la uso, naye akaanguka. Daudi alitumia tu ule upanga wa Mfilisti kumkata shingo. Nao Wafilisti, sababu walikuwa wameweka tumaini lao kwa yule Mfilisti, vile nayo kabila ya kuuza miraa wameweka tumaini lao kwa wale wenzao wenye wanaona wako na pesa, wao wanakaaga hivyo. Kwanza ile siku nikiwa nimekulizwa hiyo takataka kama leo, kesho asubuhi naweza fikiria ni nyuki mahali kuko na maua, vile pale niko wanapitaga hivi wakiniangalia na macho, waone ati yule mtu atakufa kesho vile anakaanga. Mimi sio mtu wa kukufa na uchawi na takataka. Uchawi unauanga wale watu wanaendaga kwa waganga. Sio mtu kama mimi, sijawahi karibia mlango ya mganga na sijawahi omba miungu mingine. Hata wakati sikuwa nimeokoka nilikuwa najua kuna Mungu, ni vile hatukuwa na uhusiano na yeye. Lakini sijawahi enda kwa mganga ama nikatumia ushirikina. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho hakuna deni tuko nayo na Shetani, na hakuna hata uhusiano tusawahi kuwa nao na Shetani. Kwa hivyo akitaka watu wake, mimi hawezi niona mahali na mimi sio wake. Kwa hivyo hakuna uhusiano tuko naye na yeye. Kwa hivyo hizo vitu mnatumianga za kwake ni zenu na watu wenu, na ziwarudie na watu wenu. Na msipobadilika, wengine wenu wataingia kaburini, ile muwe funzo kwa wengine, na mjue naye Mungu upigania watu wake. Nao Wafilisti walipoona yule walikuwa wanategemea ameanguka na kukufa, hawakujua hata wao wako na nguvu na mili na zana za vita zenye wanaweza pigana. Tumaini lao lilipoanguka, Biblia inasema wote wakakata, wakasika miguu, wakaanza bio wakitoroka, hata kabla hawajakibizwa na mtu. Nao wana wa Israeli walipoona hivyo wakawakimbiza. Yule mtu alikuwa anakaribia anaua, hata kupigana hawawezi, sababu tumaini lao limeanguka. Nanyi watu wa kuuza miraa, juu mmetumainia pesa, namwambia hivi, mimi naweza kuwa sina pesa ile mko nayo, lakini niko nayo kwa ulimwengu wa kiroho, na niko nayo mimi ni tajiri kupidukia. Hizo ndizo mnaweka tumaini lenu kwenu. Nami nimeweka tumaini langu kwa Mungu muumba wa mbingu na ardhi, Bwana wa majeshi. Ni yeye amenilinda kutokana na nyinyi, na ndio maana mmetumia muda mwingi hivi kujaribu kunimaliza, mmezidikana. Na sababu wale watu wote hutumia ushirikina, hata hii hawana. Na muulizaga hivi, unawezaje pea mtu kitu leo ile umekoroga umpe akule na uone amekula, na umeambiwa akikula atakufa, uone kesho hajakufa, kesho kutwa hajakufa, wiki imeisha tena made ile ingine umpe tu ile kitu ile tu. Akili yako kama inafanya kazi? Haifanyi. Sababu unafaa sasa yule anakupeaga hiyo kitu umuite, umwambie wewe wacha kunibeba akili na kwako sitarudi tena. Sasa nataka niulize yule alikula na hakukufa, ni nguvu gani anatumianga? Huyo ndiye nitajoin, sababu nimeona yeye ndiye ako na nguvu kuliko huyu ananipeaga hizi takataka. Lakini sababu mtu yote anataka kwa mganga hanaga hii, hamwezi fikiria mjue ni wapi kuna nguvu. Bado kesho mutatumana wengine asubuhi.
Na hata leo najua kuna wengine mmepanga huko utawala, sababu hamusikiangi. Nami nawaambia vita sio zangu, vita ni za Bwana wa majeshi. Kama vile Wafilisti walitoroka walipoona nguvu yao imeisha, hata nanyi ndivyo mtatoroka, sababu hiyo nguvu yenu hakuna kumsaidia itawasaidia. Lakini wale wanaotegemea Mungu wa majeshi, badala ya kutoroka waliwakimbiza na wakawamaliza na wakaua watu wengi zaidi. Sababu ukitegemea kitu fulani, hiyo kitu kuna wakati hakitakuwa hapo, nawe utakosa mahali ya kukimbilia. Lakini ukimtegemea Mungu, hakuna wakati Mungu hajawahi kuweko. Na ndio unaona Wafilisti wameshindwa na wakatoroka hata kabla hawajakimbizwa. Hata ingawa wao walikuwa na zana zao za vita, walikuwa wamekuja huko kupigana, tegemeo lao liliangushwa. Nao wakaona hawana lingine, wakasahau hata wao wanaweza pigana kivyao. Waliuawa kama hawajipiganii. Lakini wanaomtegemea Mungu akawapigania na wakawasindania siku ile. Kwa hivyo nawe kwa nini uogope wanadamu? Nakwambia ningekuwa mtu wa kawaida singekuwa nafanyia kazi pale nafanyianga. Ukijua unaidwa na watu mko na wao hivi, na wanakuida wakuroge. Ukienda mahali ukikula, wanaenda hapo wanapeana pesa. Ukienda mahali hata kwa hotel, hata hizi tumini supermarket, ukienda ununue soda, sababu huwezi kula kwa chakula zao zile wanauza huko. Ni watu wao tu wanauza. Umenunua soda leo ya Coca-Cola, sasa unakuwa unataimiwa hivi leo, unaenda hapo. Kuna yao watapeleka hapo iwekwe. Utakuta sasa imeondolewa zile zingine zote, imewekwa moja yao. Na mimi nakuaga wewe, nyinyi hamjawahi tembea nyinyi. Mnaonaga mtu akiongea, mnaona kama hajui vile anasemanga. Kama huja mambo ingine ukipitia, kama huna Mungu. Watu zaidi ya 200 wamepagana, ni wewe wanataka kuua. Na pesa wako nazo za kutumana kila mahali unaenda. Hata kuna mtu saa hii ako kwa stage anagojea ndio apige simu, yeye ameingia gari. Mwingine ako tao, si wamejua nikitoka hapa naendaga wapi. Wanachunguza mienendo yangu yote. Unajua wale watu wako siku hizi, bora mtu apewe pesa, unasikia sinalipwa, si ni kazi. Unalipwa kazi ya kurogana. Lakini ukiambiwa hiyo kitu uende uwekee mama yako ama mzazi wako, uwezi. Wewe una akili. Mnaga akili hata tabu. Hiyo kitu mnanipeaga zimuende mpe watoto wenu. Ama wao ndio wanafaa kuishi. Mimi sio mtoto wa mtu. Watu wale hawaamini Mungu, mnakaa kama shetani mwenye mnatumikia. Yaani mnaonaga watu wengine ndio wanafaa kukufa, wenu ndio wanafaa kuishi. Mimi sina watu wenu, si upeo hizo watu wenu wao, ama wewe ukule. Na wewe uvai kukufa, wewe unafaa kuishi. Taka hamuna hata adabu. Mimi kwanza, Mungu ndiye aliniita, si watu. Unaonaga mimi sitakagi watu wanipigie muhuri kama nimeokoka. Mungu ndiye anafaa kujua kama nimeokoka. Ndio unaona mambo ile na post kwa Facebook. Hakuna mtu anajiita pastor. Unaonaga watu wengi wanaitwa pastor, hawezi andika hapo pastor. Ndio hataki kujulikana. Mimi naandikaga na naongea vile nataka. Sababu sio mtu amewekwa hapo aweke muhuri kama nimeokoka. Ingekuwa ni watu sahihi, ningekuwa nimekufa. Sijaokoka wokovu wa watu, nimeokoka wokovu wa Mungu. Na mimi najiulizaga, Mungu ananiona namna gani? Ninajua huku niko peke yangu. Hakuna mtu anajua. Nikizima hii kamera, hakuna mtu anajua niko huku. Kwa hivyo watu wengine wanakuaga wameokoka wakifika kanisani, huko ndio wazuri sana. Hivi nimewidwa, kuna mtu niliwekewa takataka na mtu mhubiri mahali fulani. Nilikuwa nasikia anaitwa pastor. Sio kama ni pastor wa Bali. Na hata huyo alitumiwa na hii kabila na akaniwekea uchawi kwa chakula. Lakini nikienda hapo nilikuwa nasikia wanaongea mambo ya Mungu. Lakini kwa siku kadhaa nikaona nikiitisha chakula ana delay sana huko ndani. Haikuji haraka. Kumbe ni kuangalia ndio jikoni kusiwe na mtu asionekane akiweka hiyo kitu. Ina delay.
mpaka nikakulizwa na nikikula na juanga, sio tumbo itaniuma, hainiumi. Mungu hawezi kubali niume, lakini nitasikia kwa tumbo yangu kuna kitu haiko, na hata wakati itatoka nitajua imetoka. Kajua okay. Haya, kuna mwingine bado alitumiwa kwa duka fulani naye alikuwa anauza chakula hapo na hapo na duka. Huyo ni wale wanavuga kitambaa na nguo mrefu naenda paka chini. Huyo alitumiwa bado. Kuna mwingine bado alitumiwa, mama mwingine ako na kireba, wanauza kwa hoteli nyingine na mtoto yake. Sasa usiwahi angalia mtu vile yako. Hao ni watu wanajifanya wameokoka, na wakiwa kanisani wameokoka mdomo. Lakini akiambiwa nitakupea pesa, mimi hata ukinipea milioni na niwe naenda kulala njaa siku ya leo, milioni uniambie nifanye hiyo kazi wameambiwa wafanye, siwezi fanya. Wao nimeokoka. Najua kila mtu anafaa kuishi, sababu sio mimi nilimuumba. Pesa sio ya maana kuliko uhai wa mtu. Naona hao ni watu watatu, najua watu wanajifanya wameokoka. Mmoja anaitwa pastor kwanza, Pastor Maina. Mwingine ni mama ako na kireba. Si unaona kireba wewe, ukiona mtu na kireba ameokoka. Mwingine ni wale wanakuga kitambaa, ni kireba, ni kitambaa lakini si ya white, ile wanafaaga kala yoyote na nguo zimefika huko. Sasa ndio maana unaona hawa watu hawaamini mimi nimeokoka. Juu ametumia watu kama hao. Sasa wanafikiria mimi ni kama wao. Wanaona hata mimi wakinipea takataka ati nitakuwa. Juu hawaamini. Sasa watu kama hao hawaamini kuna mtu kuokoka kwa ukweli. Sababu wametumia watu wanajifanya wameokoka na ni maibilisi. Naye hata Judasi alikuwa katikati ya Yesu na hakuokoka kiukweli. Kwa hivyo usijali na kuona hao ni Judasi wa wakati huu. Lakini akina Petro na Paulo bado wako, na ni sisi tumeokoka kiukweli. Ndio maana hata wakijua mtu ameokoka hawezi roho, lazima wajaribu kuniroga, sababu wanafikiria mimi kama wale wametumia kwa kuwapea pesa. Ile generation iko wakati huu wakisikia pesa wanatokwa na wazimu. Nasema unasikia sini kazi, sinalipwa. Kwa hivyo ukilipwa hakuna kitu huwezi fanya. Nawe laana itakuachia kwa kaburi. Bwana Yesu awabariki na awatendee mema. Na kuaga tafu. Mimi ni mtu tafu by the way. Lakini mimi ni mtu mpole sana. Niliumbwa hivyo na Mungu. Lakini sitakagi mchezo. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu muumba wa vitu vyote, wewe ndiye Mungu wetu. Wewe ndiye ulituumba na ukatuweka katika hii dunia, kila mtu kwa kusudi lake. Wengine wakaamua hawatakufuata, watafuata miungu ya mbali. Wengine wakafikiria wakiwa na pesa hiyo ndio mambo yote. Akili yao inawadanganya wakitaka kuua mtu ati watamuua kwa uchawi. Nao wamejaribu, wamejua kweli kunaye Mungu. Kama vile Daudi alisema vita ni yako, sio yake. Ingekuwa ni mimi Mungu sina uwezo hata kidogo. Kweli wako na pesa mingi na ni wengi. Na wanaweza kulipa watu wa aina tofauti. Isipokuwa ni wewe Mungu, saa hii singekuwa naongea hivi. Lakini sababu ya nguvu zako, ndio maana nimekulizwa takataka, sababu nazitaka takataka, na bado hata tumbo haijawahi niuma. Mungu wangu, wewe ndiye Mungu wa kutegemea. Hiyo ndio utajiri wa kudumu. Sababu kuwa na uhusiano na wewe, ndio maana hata niko na bima ya kuishi. Mungu wangu uinuliwe na uabudiwe milele na milele. Wanao niwinda. Sasa na mimi nimedikilea vita na wao. Kama hawatabadilika Mungu, fuatana na wao. Sijawahi kuomba hivyo. Lakini sababu wamenikosesa amani kwa miaka 2 na miezi 6. Kila siku hakuna mahali sitaenda kama hakuna mtu ametumwa aniwinde. Hakuna mahali nitaingia nikunywe kachai yangu na raha. Sababu lazima nitawekewa takataka. Alisana na wao kuanzia siku ya leo. Vile Mfilisti ilifika mwisho wake wa kujigamba, nao wacha ifike mwisho yao ya kujigamba siku ya leo. Kama hawataokoka, Mungu wangu nimekuachia hiyo vita. Sasa si ni wewe uliniita, vile umenipigania, sasa niangamizie hao. Kwa jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tuligai, tunaye Mungu. Huyu Mungu tunayetumikia
hata yeye anajuaga kupigana. Wacha tuone kabla ya kuuza miraa pale mtafikishana na yeye sasa. Nimemuachia vita. Hizo mapesa zenu za takataka.